Karibu waanze kumwabudu Mungu. Waanze kumwambia maneno machache. Waanze kumwambia Yesu wewe ndio unatosha. Waanze kumwambia Yesu wewe ndio unaenea. Waanze kumwambia Yesu wewe ndio unatosha ndani ya maisha yako. Angalia kisuko magharibi ya leo. Haiko kwa neema yako ambayo uko nayo magharibi ya leo. Haiko kwa uzuri wako ndio kwa magharibi ya leo. Bali ni kupitia neema ya Mungu. Ndio kwa maana mwambia Mungu ninakuabudu. Mwambia Mungu ninakusifu magharibi ya leo. Mwambia Mungu mimi ni nani? Mwambia Mungu wewe ni nani? Mwambia Mungu wewe ni nani? Mwambia Mungu unatosha ndani ya maisha yako. Kama uanze kumwambia Mungu, mwambia Yesu maneno madogo. Mwambia Bwana sifa za moyo wako. Mwambia Mungu Yesu anastahili. Haleluya Yesu. Haleluya Baba. Haleluya Mfalme. Merci Seigneur. Merci Yesu Masia. Unastahili Bwana. Merci Mfalme mwamini. Tunaenda masomo yetu ya leo. We're gonna go with our scripture or reading tonight. Kabla ya kwenda kwenye somo letu, nitaenda kushukuru Mungu. Before we go into it, I'm gonna first thank God. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii. I give thank God to give me this opportunity tonight. Nashukuru kwa Pastor Sabiti. And I give thanks to our Pastor Sabiti and Pastor G kwa kunipa nafasi tena kutoa neno la Mungu. To give me this opportunity to give you guys the word of God. Na nashukuru kwa kunilinda. And I give thanks to God for protecting me. Na nashukuru kwa kulinda jamaa yangu. And He's protecting my family. Pia na mke wangu. And my wife. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Siku hizi alikuwa mgonjwa sana. Days back, she was so sick. Na nikamwambia Mungu. And I told God. Nikamwambia mimi siombaki. I say I don't pray. Mimi niko mtumishi. I'm a servant of God. Wakati unatumia kwenye company, when you work in the company, unajua unatumika utapata kusheki. You working and know that you're gonna get paid. Na mimi nikiwa namtumikia Mungu. And when I'm working for God, hata kama nisiombe, even if I don't pray, Mungu anajua utapata afya. God knows that He's gonna get healed. Bila kusiombe. Even if I don't pray, najua kama nitapata pesa. I know that I'm gonna get money. Yeye anajua. And He knows. Anajua kama atalinda jamaa yangu. He knows that He's gonna protect my family. Atalinda watoto wangu. He's gonna protect my children. Atalinda bibi yangu. He's gonna take care of me. Ile ni kazi yake Bwana. That is His job, God. Kazi yangu mimi. My job is kujitoa kwake. To come and give myself, surrender to Himself. Jina la Bwana. Amen. Kazi yangu ni kujitoa. Why my work is to surrender myself to God. Sasa wakati kwa machungu, when he was passing through challenge, alisikia machungu mingi sana. Was feeling so painful. Akaniambia niombee. And they told me pray for me. Ungenichua vile unapitia. If you could understand how I am now, you couldn't say. Hawezi vile. You couldn't talk like that. Mimi sitaomba. And say I'm not praying. I'm not going to pray. I'm in the word of God. I'm in the seke yangu ni uzima wako. My paycheck is your life. Seke yangu ni kukutia. My paycheck is you get courage. Mimi nitajitoa tu mbele zako. I'm gonna just surrender myself to God or give myself to God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tupenda kwa somo yetu ya leo. Gonna today's reading. Somo yetu ya leo. Our teaching tonight. Inasema hivi. It says that. Umpe Mungu. Give God. Vita. Everything. Vita. Oh. Give to God your battles. Umpatie vita vya Mungu. Give to God all your battles. Nilifundisha Jumapili hii. Last Sunday I teach Mungu wetu, our God, sio Mungu wa wewe kujitetea. It's not the God where you have to defend yourself. Mungu aliyekuwa mbinguni, the God in heaven, kazi yake, His job or His work is to defend you. Sasa ukijipresente mbele yake, now if you want to present yourself on Himself, atafanya kazi. He won't do nothing. Ndio maana and that why tunapoenda kwenye court sisi wa Kristo, when we go to the court, like house court, unakuta tunashindwa. You feel like we fail. Kwa sababu unashindwa kujua mtetezi wako. Because we don't know who is our defender. Hallelujah. Amen. Inajua kuna aina ya vita. I know there are different battles.
battles, type of battles. Kuna vita ya majaribu fulani. The attacks and some temptation. Kuna vita ya ndoa. There is attacks or there's battles in your marriage. Kuna vita ya nchi. There is the issue or the battle in the country of work. Kuna vita ya pesa. There's a war or battle challenge of having. Kuna vita ya kufungwa. You can be arrested too. Hiyo yote ni vita. All of that are challenges or battles. Lakini katika vita hivyo, But in all the situations, suluhisho yote, the solution that jibu lote, the only answer is God. haleluya. Amen. Jibu yote Only answer ni Mungu. is God. Ndio maana Yesu akawaambia, That's why Jesus Christ told yoyote you, yule anybody ambaye atakayekuwa mbele yenu gonna come in front of you akupiga kofi kwenye shavu, who wanna hit on your, kofi kwenye shavu, if you wanna hit on your check, mgeuzeni kwenye shavu, and give him another side so that he can hit there. sio makofi ya kofi. It's not this type of slap. Haleluya. Amen. Mtu anaweza kukutukana, Someone can come and insult you so bad. Mungu akubariki. Tell him God bless you. Mtu anaweza kukusemea uongo, Someone can talk against you wrongly. mwambie Mungu akubariki. Tell them God bless you. Haleluya. Amen. Wakati uko nakaa kimya, When you keeping quiet, unaamsha hasira ya Mungu you are waking up or you are resurrecting ili apigane kwa ajili yako. the hand of God so that I can fight for you. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mwachie Mungu vita. Leave to God your battles. Hapana jipiganie. Don't fight for yourself. Tusome maandiko. Let's read the scriptures. Tusome kitabu cha Joshua Let's read Josh. sura yake ya 10 Josh 10. mstari wake wa kwanza hadi 14. Josh 10, we start from 1 up to 14. Mwenye alipaona 14 Shekina tusome Kiingereza afu wa Kiswahili atusomea tu pale 14. Wa Kiswahili atusomea. We read Joshua 14 together. Mpaka 14, yeah. 1 to 14. King Joshua heard that Joshua had captured and completely destroyed Allah and killed its king, just as he had destroyed the town of Jericho and killed its king. He also learned that Gileadites had made peace with Israel and were now their allies. He and his people became very afraid when they heard all this, because Gilead was a large town, as large as the royal cities and larger than Allah, and the Gileadites' men were strong warriors. Joshua 10, now verse 3. So King Alabazada of Joshua sent messengers to several other kings, Holland of Halabard, Parma of Jarmuth, sorry, these are hard names, Joppa of Lasher, and Deborah of Elagon. Come and help me destroy Gilead, he urged them, for they had made peace with Joshua and the people of Israel. So these 5 anointed kings combined their enemies for a united attack. They moved all their troops into place and attacked Gilead. Verse 6. The men of Gilead quickly sent messengers to Joshua at his camp in Galilee. Don't abandon your servants now, they pleaded. Come at once, save us, help us, for all the anointed kings who live in the hill countries have joined forces to attack us. So Joshua and his entire army, including his best warriors, left Galilee and set out for Gilead. Do not be afraid of them, the Lord said to Joshua, for I have given you victory over them. Not a single one of them will be able to stand up to you. Joshua traveled all night from Gilead and took the anointed enemies by surprise. The Lord threw them into panic, and the Israelites slandered great numbers of them at Gilead. Then the Israelites chased the enemy along the road to Beth-horon, killing them all along the way to Azza and Makodan. As the anointed returned
reunited down the road from Bethlehem, the Lord destroyed them with a terrible hailstone from the heaven that continued until they reached Azza. The hail killed them more than the enemies. The hail killed more of the enemies than the Israelites killed with the sword. On the day the Lord gave the Israelites victory over the anointed, Joshua prayed to the Lord in front of all the people of Israel. He said, "Let the sun stand over Gilboa and the moon over the valley of Hajon." 13. So the sun stood still and the moon stayed in place until the nation of Israelites had defeated its enemy. Is this event not recorded in the book of Joshua? The sun stayed in the middle of the sky, and it did not set as a normal day. There was never been a day like this one before or since. When the Lord answered such a prayer, surely the Lord fought for Israel that day. 15. Then Joshua and the Israelites army. 14. Oh, till 14. Amen. Amen. Chapia ya Kiswahili, tusome Kiswahili 11 Fungu 11 mpaka 14. Tutasoma Yoshua sura yake ya 10 mstari wa 11 mpaka 14 katika jina la Yesu. Amen. Na ilikuwa wakati walipokimbia mbele ya Israeli, walikuwa wakishuka kwa Beti-Horoni. Yes. Bwana akatupa mawe toka mbinguni juu yao kuliko mpaka Azeka. Wakakufa. Wao waliokufa kwa sababu ya mawe walikuwa wengi kuliko wao wana wa Israeli waliowaua kwa upanga. 12. Yes. Alafu kwa wakati Bwana alipotoa Waamori mbele ya wana wa Israeli katika bonde, Yoshua akasema mbele ya Waisraeli, jua simama juu ya Gibeoni. Yes. Nao mwezi katika bonde la Ayaloni. Jua likasimama, mwezi ukasimama, hata wana wa Israeli walipokwisha kujipatiliza juu ya adui zao. Maneno yale hayakuandikwa katika kitabu cha sheria. Hivi jua lilisimama katikati ya mbingu, wala alikufanya haraka kuchwa kwa muda wa siku nzima. 14. Haikuwa siku nyingine kama siku ile ambao mbele yake au nyuma yake Bwana alipotizama sauti ya mtu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Amen. Bwana makofi. Amen. Tunaenda kusoma. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema habari za Joshua. The Bible is talking about Joshua. Joshua anapiga mji ambao unaitwa Hai. Joshua is attacking the city called Ai. Na kabla ya kupiga mji ule, before he attacks that city, alipata shida. He got in a problem. Ikabidi arudie tena nyuma. And he was forced to go back. Na kwa nini alifanya kupiga ule mji? And why did he decide to attack? Alipiga ule mji. He attacked the city. Pasipo kutuliza mbingu. Before he even attacked the heaven. And he fell. Akarudia. And he came back. Na saa alirudia. And when Joshua akaenda kujikonsentrate mbele za Mungu. He came back and concentrated to God. Akaenda tena kupiga mji wake. He went again to attack. Na akauteka ule mji. And he attacked and take over. Biblia inasema ya kwamba The Bible says palikuwa mwingine mji there were another city ambao unaitwa Gibeon. He was called Gibeon. Ulikuwa mji
wakaukamata. and take over the Na city. Hai And the high, kulikuwa jeshi kubwa. there were a biggest Kulikuwa soldiers watu there. wenye nguvu. There were army, strong army there. Katika mji wa Gibeon And Gibeon, nao walikuwa mashujaa. they also strong enough. Wakasema neno moja And they said one ya word. kwamba huyu mtu This person, mwenye iko mwa hii vita the one who is sio mtu wa kawaida. not a regular person. Sikia nikwambie, Let me tell you, hali ambayo unapitia, the situation you maisha ambayo unapitia, the life you wewe pass, jitoe tu mbele za Mungu. you come to God. Kuna nguvu nyuma yako There is another inaweza force kukutetea. gonna Nguvu defend you. yenyewe wewe haukuwepo And wewe that leo. force that you don't have it. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema kwamba The Bible says wa that Gibeon the Gibeons, wakasema huyu mtu anapiga they mtu. said, who is this Na person? huyu mtu sio mtu wa And kawaida. this person might not be a Kumbe regular one. kinachotakiwa Now, what can we do? acha tuende tuchunge na tuombe msamaha. Let's now go there and ask for forgiveness to him. Tumuombe msamaha Let's ask him for ili forgiveness tuungane naye. so that we can join together. Haleluya. Amen. Hata tuende tuchunge naye, Let's go and join him tumuombe msamaha. and ask for Kwa forgiveness. sababu huyu mtu Because this person sio mtu wa kawaida. is not a regular, it's not a normal person. Haleluya. Amen. Sikia nikwambie, Let me tell you, kama kwa mtu anakushinda Mungu wako, if there's someone who is powerful than you in spirit, umuulize. go closer to him and ask him. Kama bwana yako anapenda kula sana mama akitona ma restaurant, If your husband like fast food too much, supervisor, look for a supervisor. muulize wanapika kai. Ask him, how do they cook this? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe mtu unapika kai. Go ask, how do they cook it? Usifukuze bwana yako, unapenda kupika unaliwa pika tu na mama gamani. Wewe ndio utaanza kupika mbalo ipige kwako. Don't jump or don't fire him. Go ask how they cook the food. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hao wapiki brown The Gibeons, wakaona kama huyu mtu sio they kawaida. found out this person is Twende not normal. tuchunge naye. Let's go and join him. Gibeon alikuwa ni mashujaa. Gibeons, Walikuwa watu wa nguvu. they were super strong. Lakini wakaona kwa Joshua But they saw Joshua. sio mtu kawaida. Joshua is not Hizi nguvu ziliko nazo. the power or the Haina energy. peke yake. It's not by Yaani himself. kuna mtu mwenye iko nyuma It yake. should be somebody. Twende mbele zake. Now let's go Tuombe msamaha. and ask for Kisha forgiveness tujiunge so naye. that we can join him. Biblia inasema ya The kwamba Bible says that wakakuja they came in wakapiga magoti and mbele they ya Joshua. kneeled in front of Joshua. Wakasema tunataka tujiunge na wewe. And they said, we want to join you. Tunataka tujiunge na We wewe. want to join you. Joshua akawakubalia. And Joshua accepted it. Wajiunge naye. Then they joined it. Sasa walipojiunga na yeye, After they were together, miji ingine, other cities and nchi zingine other countries, zikachukia they were against that. kisi Gibeon, That Gibeon, kisi ilienda kujiunga na they Joshua. went and joined Joshua. Wakataka vita And they stand now, they wanted the kupiga war. mji wa Gibeon. Now to beat up Gideon. Haleluya. Amen. Wakataka kupigana na Gibeon. Now they feel like Na they want to fight. wakapigana na Gibeon jioni. And why they Ni want kwa to sababu fight? Gibeon Because Gibeon imejiunga joined na Joshua. Joshua. Sikia nikwambie, Now let me tell katika vita vyako you, in your battles, usichungane kwa mtu dhaifu. don't go join them. Katika vita vyako In all your battles, viweze mbele za Mungu. bring them to God. Katika vita vyako In your battles, vionyeshe Mungu. show them or bring them to Mungu God. atalipigania zaidi. God's gonna make Mungu them pay. atakupigania God's zaidi. gonna fight for you. Biblia inasema The kwamba Bible says that saa ile miti mipana when those other cities area, wakajiunga pamoja. how they came together, Na sawa walijiunga pamoja. when they went together, Ilikuwa Hebron na mamiti it ingine. was Hebron and other countries. Wase wakajikusanya. All of them, they went together. Mifalme tano ikajikusanya. 5 kingdoms Ili wapate kupiga Joshua. so that they can attack Joshua. Biblia inasema The kwamba Bible says that walipoanza kujiunga, when they were starting together, walipoanza when kujiunga, they were starting gathering, wakakuja they came. na sawa walikuja. When they came in, Biblia inasema ya the kwamba Bible says that watu wa Gibeon and people from wakaona Gibeon, jeshi kubwa they ile, saw the strongest army coming against them. wakaona jeshi kubwa They ile, saw that against them. na sawa ile jeshi kubwa inakuja, And after they see, inakuja kuwapiga. they're coming to attack Biblia them. inasema ya The kwamba Bible says wa that Gibeon when after seeing wakakimbilia kwa all Joshua, the Gideon, they ran to Joshua wakamwambia Joshua, and told Joshua, maadui wanakuja kule, enemies are coming ni away. wengi
relaxing. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sikia nikwambie. Let me tell you, Nilikuwa na shida moja ya tax. I have a problem with my tax return. Nilikuta wanaletea bili. I found they brought me a bill. Nikasema mama And I said, oh, God, si dai na mimi. this is another Wakati problem. kule. They said, we need you to arrest. You come to arrest. Nikasema nasikuleta. Okay? It's the government have to come. Na tena kubisha kuna nini? You can't say no, you can't discuss, you have to go. Nikasema bana bana basi nilipe. Kuna kule msisi. So kaweza. Over there, I don't know what to do, just give me a bill I'll pay. Mimi nataka sasa nifike. But they want me, my presence first. Kwa nini Mungu anafanya? You see how God works. Ule unafanya kazi wa Mungu. The same workers over there, Wakaniambia hivi. they told me, Wakaniambia sasa tunataka franga za kupata tuzisto. they said the money we have to give you, we stop it. Wewe na kwa watu wako kujizaa tax. Go tell the people, tax preparers, Waondoe yote. to remove, to clean out everything here. Waondoe yote. If they clean out this, Basi. now you go. Tutapata hizi pesa tukulipisha. This money we won't make you pay it. Tutazifuta. We're gonna just dismiss it. Saa yote unipe, Anytime you call me, nitakuelekeza kisi utafanya. I'll Na direct hizi you pesa utazilipa. how you gonna do and Jina la Bwana this libarikiwe. money. Haleluya. Amen. Ndio sasa niambia hivi. That's how they told me. Mungu God, wakati kitu chako unakipata mbele za Mungu. when you bring your problem to God, Sasa unajulisha Mungu. when you show it to God, Inatangulia kabla wewe ufike. the problem comes first before the Solution yako solution. inapatikana kabla wewe ufike. The solution comes first. Biblia inasema The kwamba Bible says Joshua Josh, akapanda akaenda kuomba. and he went to the Na mountain. sana alienda kuomba. After he went to the mountain to pray, Mungu akamwambia, God told him, usiogope Joshua. don't be afraid. Niko pamoja na wewe. I'm with you. Niko pamoja na I'm wewe. with you. Hao maadui na The waoga enemies you want, niliwaweka mikononi I mwako. put them in your hands. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba The Bible says that baka maadui wakakuja. the enemies came over, Na saa maadui wanakuja. and when the enemies were Na coming, vita walikuwa wanapigana. and the fight that were fighting, Ilikuwa ni vita ya maembe. it was about pangas, about knives. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni vita ya maembe. It was about pangas killing the knives, cutting. Wakaanza vita. Now they start battle. Wakaanza vita. They start fighting. Wakaanza vita. They start fighting. Wakaanza They vita. started fighting. Vita ikaendelea. Fight goes on. Baba mama Joshua. From Joshua's side, Hakuna hata mmoja kufa. no one died. Joshua alikuwa anapambana na maembe. Joshua was fighting with his Biblia man. inasema The hivi. Bible says that, Ona maajabu ya Mungu. see the miracles of God. Joshua alikuwa anapigana. Joshua is fighting. Atui kwenye msaada utakuwa. Doesn't know where they fight. Wakimuona wakamwambia, The Gibeons told Joshua, ona watu ni wengi "Come tukamaliza. see people coming to Joshua us." akamwambia, And Joshua told them, mimi me, niko na Mungu. I have God. Jina la Bwana libarikiwe.
were killed by Joshua. Sikia nikwambie. Listen, Vita unavyopigana. the fight you're fighting for, Ukipigana wewe, if you fight, hautamaliza. you won't finish it. Lakini Mungu akikupigania, But if God fights for you, atazidisha zaidi. He's gonna make more and more. Na Biblia inasema And kwamba the Bible says that haijatokea siku kama hii. it has never happened a day like that. Haijatokea. It has never happened a day like that. Akasimamisha jua. And He said, stop the sun. Asalia alisimama mkapao. He told the sun, Ili stop. vita. Stop from Gabon. Nampenda Mungu sana. I love God so much. Yeye akasema mpaka ieleweke. And when He said, Hapo yes, sasa mpaka na majira mpaka ieleweke. if He said it has to happen, Mpaka waamini Mungu. you should believe in God. Kitu kinachotusumbua. What is distracting us? Hataki kutuaminishe Mungu. You don't want to make God be believed. Lazima umwaminishe Mungu. You have to make Kwa hiyo God unatumikia be hapa. the one you're working for in Calvary. Ukamilishe. Make qualify Him. Ukamilishe Mungu wako. Qualify your God. Biblia inasema kwamba The Bible says that, akaisimamisha and they stopped it, na ikasikia. and the sun Jua stopped. ikamsikia. The sun stopped. Maana ya jua ni nini? What does it mean? Maana ya jua What does it mean? ni adoration. It's for the Ni worship. muda wa kuadore. It's the Ni time to muda wa worship. kusifu Bwana. Lazima mwanga ukue. It should be a Jina la Bwana life. libarikiwe. Amen. Biblia inasema The kwamba Bible says that vita vikaendelea. the vita went Na on, huyu Joshua and this kwa nini Joshua, alisimamisha jua? when he stopped the sun, Na jua likamsikia. and the sun listened to him, Ikakupatia ufunuo. it gave the revelation. Jua lile alisimamisha jua Why did he do that? na jua ikasimama. And the sun stopped. Joshua Joshua, ni mtoto wa Nuni. he was the son of Nuni. Joshua ni mtoto wa Nuni. Is the son of Nuni. Na Nuni And Nuni ni mtoto wa Efraimu. is the son of Ephraim. Efraimu Ephraim ni mtoto wa Yusufu. is the son of Joseph. Mnafuata mzuri. Amen. Joshua Joshua, baba yake ni Nuni. the dad to Joshua is Nun. Nuni Nuni, baba yake ni Efraimu. his dad is Ephraim. Efraimu Ephraim ni mtoto wa Yusufu. is the son to Joseph. Ukiangalia katika mafunuo, If you see the revelation, baba yake his dad tate kuuza wake, or the grandfather, tate kuuza wake grandfather, aliingia kama maono, he was in the revelation akaota mwezi, and he saw akaota nyota he saw the star and the na moon ikaonyesha alama ya ndugu zake. and he saw the sign of his Na ndiyo brother. maana And that's why Joshua Joshua, akisimamisha jua, when he stopped the sun, akisimamisha mwezi, when he stopped the moon, itamtii he should have kwa sababu tate kuuza wake because the sio grandfather mwenye alianzaka he tokea. already started that ship. Tate kuuza wake The ndio grandfather alianzaka. is the one start over that. Hawezi fanya kazi. You can't do work. Hawezi utafanya kitu wako kiwafanya. You will never do nothing other than your spiritual father did it. Jua likasimama. And the sun stopped. Ilianzia kwa tate kuuza. He came from the grandfather. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maisha In life, lazima umkamilishe. you should qualify your God. Vita vyako Your battles, usijipiganie. don't fight for yourself. Acha Mungu mtie presence. Let God fight for you. Musinge Mungu. Put God inside. Muweke Mungu. Put God inside. Ndio maana That why Mungu anataka kuendelea kwa sababu unajitetea. God is now going forward with your battles because you're trying to defend yourself. Acha Mungu apigane maisha yako. Let God fight for
maelfu. It's thousands and thousands. Sikia nikwambie. Listen and tell you. Mungu God wa mbinguni sio heaven Mungu is not a wa God. ulimwengu. Sio Mungu wa ulimwengu. It's not a God of people who are Mungu so aliye mbinguni the God in heaven ni Mungu is a God wa sisi wazee. of us people who are so weak. Haleluya. Amen. Ni wa sisi wazee. It's God for us. Wakati utasimama unapigania ndugu yako, When are you gonna stand and fight for yourself or for your brother? hautapata sauti ya Mungu. You won't get the voice of God. Lakini wakati utakamata upatie Mungu yote, But when you're gonna give everything to God, Mungu atafanya kazi kwa ajili yako. God's gonna do something to you. Shida yote ambayo unapitia Mungu anaijua kabla wewe unasema. Everything you're working for, God knows it. Kwa nini unaanza kwa maombi? Why do you go to prayer Hapo nasikia nabii anakuambia and you feel like a prophet tell you, Mungu simjua. God knows you? Wewe tu Mungu anahitaji What God needs you, kuwa mbele zake siku zote. be in front of Him every day. Anajua kama unaweza kuwa na afya. He knows that you need to be Anajua healthy. kama watoto wako wanaweza kuwa na afya nzuri. He knows that your children should be healthy. Anajua kama mume wako anapaswa kuwa na afya nzuri. He knows that you Ile ni kazi yake pasipo kweye. that is His job before even you. Basi tunastahili kuombea iwapagani na kuchukua. What we need to pray for is power to know Jesus Christ, Ambaye tunao. the one we pray. Wajue Mungu. To know the God Ambaye tunao. that we are worshiping. Sikia nikwambie. Listen and tell Naenda me. kumaliza. I'm going to finish. Sijui vita ngapi uko nayo. I don't know how many battles you're passing Sijui through. vita vigani uko navyo. I don't know what time you're Ninajua kwamba battling. kila mtu iko na vita. I know that everyone has Na hivi vita ndio uko unapitia. and the problem of the battles. Sasa ulipatia watu, ulipatia Mungu. Now, did you tell people, give to people, or you Uliweka wazi kwa Mungu ama uliweka wazi kwa did watu? you bring it openly to God, or you first tell people? Sina baba nikiwa. Amen. Uliweka mbele ya watu ama ulimwonyesha Mungu? Did you first come tell people, or give to people, or you pray to Na God? kama ulionyesha Mungu And if you show to God na baada ya tenda, and still has not yet done, na kama ulionyesha watu, and if you show to people, hakuna msaada. there's no help. Na kama usijigusia dawa, If you try to get medicine of sorcery or witchcraft, utengeneze. now you need to repent. Endelea na fata maisha yako. It's gonna go to your life Siku ever zote za maisha yako. and ever on your life is gonna fall. Sijui vita ngapi uko I navyo. don't know how many problems, but Vita ngapi uko navyo. how many battles that you Kama face. uko na vita, If you have a pia battle, tuombe kwa pamoja. you can come and we pray Ili together mbingu ifunguke kwa so ajili that yako. God can get open to you, Ili mbingu ifunguke kwa ajili so yako. that heaven get opened for you. Nilisema vita vinabishana. I said the problems are Kuna different. vita ya pesa. There are money Kuna problem, vita ya financial nyumba. problem, house Kuna problem. vita ya kukosa hekima. There are other things that you lose whole control of yourself. Vita tofauti. There are different battles that you may face. Kama uko napitia yale, If you are passing through, sitaki kuuliza. I don't want to ask you, Lakini pita kwa mbele tuombe kwa pamoja. but you can come forward and we pray Ili mbingu so that heaven ikuje kwa ajili yako. can get open for you. Yoshua nisema, Jua isimame na mwezi usimame, yo tupigane vita. tupigane vita. Yoshua nisema, Jua isimame na mwezi usimame, yo tupigane vita. tupigane vita. Oh, na sisi tunasema leo, Jua isimame na mwezi usimame, yo tumsifu Bwana. tumsifu Tusimame. Bwana. Oh, Joshua alisema, Jua isimame na mwezi usimame, yo tupigane vita. tupigane vita. Oh, na sisi tunasema leo, Jua isimame na mwezi usimame, yo tumsifu Bwana. tumsifu Bwana. Oh, Joshua alisema, Jua isimame na mwezi usimame, yo tupigane vita. tupigane vita. Oh, na sisi tunasema, Jua isimame
tunasema tumsifu Bwana. Sijui vita gani yuko nayo. I don't know what worry Patrick. Sasa hivi kuna vita ya ndoa. You may have a problem. Sasa hivi kuna vita ya kutokuzaa. You may have a problem. Sasa hivi kuna vita ya kutokuolewa. You may have a problem not getting married. Nataka ujiunge pamoja na mimi. I want you to join. Hii neno ilikuja bure. This one then didn't Na come. kama inakuja iko na sababu yake. The word came. Na kama inakuja leo iko na lengo yake. If it come today, Sasa tunataka sio wote now all of us tutaenda kuomba Mungu. gonna pray God. Umwambie Mungu, Tell God, ninataka mbingu I want heaven ifunguke to get open. kwa ajili ya hii swala. So because of this, Kwa sababu vinavyokuja mbele yangu, because when I come to you, vinavyokuja nyuma yangu, everything comes behind iko kwa akili yangu. and everything is Sioni behind. kama nitawezekana. I don't see like it's possible. Lakini kwako But from you, ninajua kama it's vinawezekana. gonna be possible. Karibu kwa maombi tuanze. Let's have a little prayer. Tuanze omba. Baba katika omba. Anza omba, endelea kuomba katika jina la Yesu. Bwana taifa liko mbele za uso wako. Baba ulisema na wakale na sisi tutasema nasi. Baba ukasema kwamba tukuite utaitika, utatuonesha mambo magumu na yale ambayo tusiyojua. Nyuma yetu, mbele yetu pako gadiba, nyuma yetu pako bahari. Musa akasema ya kwamba wakati alipofika jangwani, akaona mbele yake kuna milima, mbele yake kuna maji, akaona nitafanya nini? Alisema neno moja tu, Baba enda nami, enda nasi Bwana, na ninatakia kila mmoja aseme neno moja tu. Moizi alisema kwamba Bwana, ninaomba nalipa taifa. Wewe hauko, niko na taifa, lakini tunahitaji mbele hatuna safari. Maadui wanakuja nyuma yetu, tukienda huku tutakufa, tukienda huku maji, tukipanda milima watatufuata. Bwana enda nasi katika jina la Yesu, katika uwezo wako Bwana. Ninakualika Mungu wa neema, ninakualika Bwana wa neema ndani ya nchi hii tupatia. Hatukuja kwa sababu ya majaribu, hatukuja kwa sababu ya vita, tulikuja kukamilisha kile ambacho umetutuma, tulikuja kukamilisha kile ambacho umetuita Bwana. Ndio maana tuko mbele za uso wako Baba. Hata mbingu ifunguke kwa sababu ya shida ya huyu mama, kwa sababu ya shida ya udada, kwa sababu ya hitaji la mama. Hata susa kila chochote, susa kombora ambaye inaweza kusaidia maisha yake. Niko mbele za uso wako mtumishi, niko mbele za uso wako nabii. Bwana ninakuita, Yehova ninakuita, Rabi ninakuita. Yesu Kristo. Bwana ninakuinua. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana wa Bwana. Asante mfalme wangu. Asante Bwana majeshi. Ninakushukuru kwa maana wewe ni mwema katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Baba katika jina. Father Lord, I thank you. I glorify your name. Father, the battle in your hand, Father. We are not able to fight by ourselves. We cannot able to fight anything. But we need your help. We need your power. We need your spirit to fight for us, Lord Jesus. I put everything, Father, in this church in your hand, Lord, Father. I put everything in your hand. You are the one who fight for us. And we are the winner because you died on the cross. You have a victory in the cross by your blood of your Son, Jesus Christ. Father, I pray for this church, Father. I pray for anything that we are here going through, Father. I pray for every person that is going through a situation, Father. I put them in your hand, Father. I pray for every person right now. He's sick, Father, in this church. I pray for people that they're sick everywhere. I pray, Father, that you are the healer, Father. You are the miracle. You are the God that can heal. You are the God that can give victory. Father, I pray, Father, for your children, for your family in this church, Father, Lord. I ask your kingdom to be done in this place, Lord. I ask your spirit to lead this place, to lead this church, Lord, Father. I pray for any situation. I pray for any condition. I pray for anything, Father. Physically, emotionally, spiritually, Father, I put in your hand. I ask your glory, your manifestation. I ask your presence, Father, to lead us. Father, put this week in your hand. Bless us, a blessing of Abraham and Isaac and Jacob. Father, your people in your hand. As they go through this week, I put them in your hand. You are the protector. You are the anointed one.
You are the Savior. You are the deliverer. You are everything, Lord Father. I put every person in your hand. Father, thank you, Father, for this message.